unapitia aliye magumu, yale unakuta Mungu hawezi kufanya. Ni sisi tujijui. Ni vile hatujajua uwezo na nguvu za Bwana zenye huwa anawachilia kwetu, ndiposa tusimame kwenye nafasi tuweze kuona yale mambo makubwa Mungu anatenda. Lakini tukitendewa tu na tukae tu tukiwa tuko katika hiyo hali ya kuwa tulitendewa, tuliponywa, mlango wa kazi ulifunguka, nilipiganiwa vita, kuna maadui Mungu aliniondolea, atakuwa akiona kama sisi ni watoto wachanga. Bado unakuta tu anakaa tu analia tu akiwa na haja. Ikitendeka ananyamaza. Wacha tuzidi kuwa na nguvu ya kukaa katika hali ya kutafuta huyu Bwana na kumuelewa. Na kuwa ndani yetu tuwe na shukrani. Ndani ya roho zetu na hata midomo yetu. Tusikuwale tu kila nafasi tunaokaa. Bwana asifiwe. Amen. Tuko katika nafasi ya kuliaga tu kwa jambo moja. Nimefurahia kwa sababu ya neno ya leo. Haleluya. Unajua wakati mwingine tunataka kusikia vile tunataka. Na ikiwa neno liko na nguvu ama liko na vile unakuta kama linakusukuma, unaona kama sio lako na huambii vile kuko. Bwana asifiwe. Amen. Ya kuwa ndiposa Esta aweze kuwa na kibali kwa mfalme, kwa sababu kulikuwa na Vashiti. Ukisoma chapter 2 kuanzia hapo tena utakuta mahali Esta. Ukitaka kujua Esta vizuri, wazie tu kuanzia tena. Inasema naye Mordekai akamwambia Esta, uweke nadhiri, usikawai nena sisi ni akina nani, na usikawai nena unanijua. Amen. Ikae ikiwa siri katika hali ya maisha yako yote, ndiposa uniokoe na uokoe Wayahudi wengine. Ndio. Na watu walikuwa wameshikwa mateka. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Sasa tukikuja kukuta Esta ni mtu mwenye ameandalika ndani yake na amejua ya kuwa chenye aliyefundishwa kutoka kwao na Mungu wa kwao hawezi jinajisi. Amen. Hawezi Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na ndiposa unakuta dakika ya mwisho. Haleluya. Amen. Hata akisogea kwa mfalme amwambia aende kwake na kunyenyekea, aende kama mjumbe wake. Amen. Anaenda akijua mahali ninapoingia ni kwa mfalme. Amen. Wapendwa watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Mara mingi tunakosa kusikizwa kwa sababu tumekuwa na mazoea ya kuingia tu na manunguniko na makasiriko na kuambia Mungu, umekawia sana katika hii jambo. Umesunguka sana katika hii jambo. Usiponifanyia nitawidhiro kwa kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Nikaya yako yangu ya nyumba. Si ndio iko? Bwana asifiwe. Amen. Ni nani mwenye atapoteza? Si ndio? Bwana asifiwe. Amen. Mungu atusaidie sana mchana wa siku ya leo. Kujuana kusogea kwa mfalme na kujuana ni ombi gani. Wapendwa, hata unaweza kaa kwa siku 3 ukiwa katika mfungo na hakuna jambo lolote unaoambia Bwana isipokuwa ni shukrani. Kwa sababu shukrani zimebeba utajiri mwingi. Na wakati unaanza kuambia Bwana, nimekuona, nimeona umbali umenileta mpaka mahali nimefika. Nimeona vile Bwana umenipigania. Nimeona vile Bwana umeweza kuniongoza. Ningekuwa nimeisha. Bwana asifiwe. Na katika hali ya shukrani inafanyaga mambo yaliyekuwa hata katika eneo uliyekaa pakiwa pagumu sana, Bwana anaanza kuachilia utajiri. Bwana asifiwe. Na anaanza kufungua mlango. Anaona ndani yako kuko na hali ya shukrani. Wapendwa, tukitafakari tujue mpaka mahali tumefika leo, bila mkono wa Bwana, bila huruma za Bwana, bila Bwana kuwa pamoja na sisi, bila kuwa na mkono wa Bwana kuwa pamoja na wewe, ungekuwa umeangamia. Sio pesa zako. Bwana asifiwe. Sio kazi uko naye sawa. Wengine wako kwa makaburi. Wengine wako kwa hospitali na wewe Mungu amekulinda. Una kazi lakini unakula na unakunywa. Wapendwa, tuamini na tukae katika hali ya kujua Mungu. Bwana asifiwe. Na kujua Mungu vyema. Kwa sababu ni mwaminifu sana. Haleluya. Na neno la Bwana likasema Esta wakati alipojua sio kuzuri, barua zimeandikwa. Hata leo hapa kuna watu wameandikiwa barua. Kwa hali ya mambo wanaopitia ni barua. Na barua inaenda kuonyesha ni kama kesho hautakuwa. Lakini Esta alipojua, akajua hawezi bila kuwa na mfalme katika maisha yake. Amen. Na akasema mfalme hakuwa anaonwa,
na ilikuwa imewekwa mpaka sahihi, hauwezi karibia kwa nyumba ya mfalme. Lakini Yesu akajijaza, akasema sio wakati wa kunyamaza, nitaenda katika siri za maombi, ndiposa niweze kuenda na nguvu za Bwana siweze kuniongoza mpaka mahali mfalme yako. Na wakati aliposimama pale, Bwana asifiwe, haleluya, mfalme akanyosha fimbo. Bwana asifiwe. Na hata siku ya leo chenye kitafanya fimbo ya Jehova iweze kunyoshwa katika maisha yetu, tuweze kupata mabadiliko, tuweze kwenda mahali tumekwama, ni kwa sababu ya kujua neema inayotubeba. Ni hali ya kujua Mungu tunayetumikia. Bwana asifiwe. Wakati utapata nafasi ya kutoka kwako, unasema nimeenda katika magoti, niende kuambia Bwana ninakushukuru na bado nimekungoja. Sitakata tamaa katika hali niko naye. Sitafika mwisho hata kama kuna mambo yananizunguka. Bado nitazidi kukutafuta. Hata ukikawia sitakufa moyo. Hata katika jambo hili sitazami nyuma ama kona, bali nitatazama kwenda mbele. Na ninajua Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Mchana wa siku ya leo, haleluya, katika hali ya maombi, si vitu zimekosa. Haleluya. Si baraka zimekosa, ni watu wa kuaminiwa wanakosa. Na ikiwa huwezi aminiwa na Mungu mpaka masaa ya kukuja kumtafuta haipatikani, mpaka katika hali ya kukua kiroho bado watu tuliwachanga miaka zote, utaaminiwa nini? Bwana asifiwe. Tutaishi kwa jambo moja. Haleluya. Mungu atusaidie sana, kwa sababu kanuni za Mungu hasibadiliki. Neno lake analifuata. Hata wakati tunapopiga magoti hapa na kulia na sauti kubwa, anaikiana na kuangalia. Niko na, kwa sababu mama Siria analia na anaomba, anaitisha. Haleluya. Amefuata kanuni zangu, ndiposa nimtimizie. Si miaka, si maombi mengi, utakatifu wako naye. Neno hili analifuata, amekaa kulingana na neno langu, analijua. Bwana asifiwe. Ndiposa aweze kutimiza hizo. Bwana asifiwe. Kanuni za Mungu zile huwa anataka tusifuate, ni ngumu lakini ni rahisi, kwa sababu ni mwaminifu. Haleluya. Na hiyo ndio tu ningeomba jioni ya siku ya tira hadi moshi ya